ni aje kama kawa kama dawa, watu wanapagawa, nishaambia tu ile ni bwana mzao. Bwana, show ni Naked Hoops, baba mzazi ni basketball science bwana. Na yeye ni coach Kobe, the best coach in town. Bwana, topic yetu kubwa ya leo ni kwamba inasema hivi, kwa nini kikapu cha Tanzania kinakuwa kidogo kidogo sana, au kwa nini kimechelewa kukua? Ni kweli au si kweli bwana? Usisahau comment, kushare na kulike hii video bwana, na kusubscribe bwana. Sababu maoni yako wewe ndio ya maana ukitazama maoni yangu mimi hapa bwana. Bwana, hii ni kota ya kwanza bwana. Guess what bro? Yes bwana, leo tuna mgeni. Tuna bonge la mgeni leo. Yule jamaa mkubwa, ushamjua ni nani? Ushamsahau, lakini sio kesi bwana. Tukutane kota ya pili bwana, tukiwa tuna discuss kwenye mada yetu kwamba kwa nini kikapu cha basketball ya Tanzania imechelewa kukua. Au wewe unaonaje? Au tumewahi? Au ni mwaka mbele au nyuma? Majibu utanipa wewe bwana kwenye comment section hapo chini bwana. Karibu sana kwenye Naked Hoops. Kama kawaida, hudi bwana kitambo. Bwana, nimekutafuta kwa hudi na uvumba, leo nimekupata ndugu yangu. Mimi nipo bwana. Bwana, jina la show nalijua lakini Naked Hoops. Kwa Kiswahili ni nini? Kwa Kiswahili ni nini? Kikapu wazarani. Mbona kama umeficha maneno hapo? Kwa sharau sana. Bwana ndugu yangu, nikukaribisha sana. Jitambulishe kama mtu kujua hapo. Mimi naitwa Silver Baga. Ni shabiki, mchezaji kwa mbali na mwanaharakati wa kikapu. Kumbe hivi kikapu kina mwanaharakati? Kumbe tunataka kiendelee. Kumbe ukitabalana kile wewe ni mwanaharakati. Ni mwanaharakati. Kwa mimi na mimi ni mwanaharakati. Wewe mwanaharakati ndio. Unataka kiendelee bwana. Kwa ukinifanisha unaonyesha na Patrice Lumumba au wewe mwanaharakati? Sisi wote wanaharakati. Bwana ndugu yangu, hebu jielezee kwenye mitandao ya jamii, mtu akitaka kukupata anakupataje? Mimi handle zangu ni hivyo Silver Baga. Ndio handle zangu zote zipo hivyo. Kwenye Facebook, TikTok, Instagram, TikTok, Facebook, Instagram. Bwana, nikukaribisha sana hii show, kibaba show kali sana. Bwana Baga, wiki hii topic yetu kubwa sana ni inasema hivi kwamba kwa nini mchezo wa basketball Tanzania umechelewa, au wewe unahisi vipi? Au unahisi umewahi, au unahisi kwa muda sahihi, au kwa maoni yako unazungumzaje issue? Kusema kweli sidhani kama tuna kwa nchi kama like tuna keep records kwamba by miaka 5 10 inabidi tuwe wapi, asijui. Ndio. Au kwa sababu sidhani kama kuna space, sio haipo nini, haijaenda ni kwamba kwa step. Unaweza kukuta mwaka huu hapa labda tumefanya sana, mwaka ujao labda tushaka tumeshuka, yani graph haijakaa stable. Unaweza kukuta haijakaa stable. Unaweza kukuta hata mwakani Mungu akabariki tukapata bonge la sponsor na ligi ka shoot sana, alafu the next year ukakuta imeona chini. Kwa hiyo yani siwezi kusema kwamba ni nzuri au mbaya, lakini tu kusema kwamba tunamshukuru Mungu hapa tulipofika, sio pabaya. Bwana, ni hapa nikitaka nini direct kucompare kipindi cha ambacho sisi tulikuwa tuko bado kwenye tasnia ya basketball. Kulikuwa na kile kipindi mdhamini alikuwa nini yule Kili. Si ndio? Kuna kipindi kukawa hakuna mdhamini kabisa. Sasa hivi kuna mdhamini yule ni wa kubeti, si ndio? Ukiangalia hivyo vipindi vyote hivyo vitatu, fair comparison, unahisi kipindi gani tuliendelea zaidi na unahisi kipindi gani tulishuka, kipindi gani tulikuwa balance? Yani kwa maoni yako, najua ushasikia story nyingi sana sababu umeshaka sana na makocha wale ambao wengine washakufundisha hii ligi inavyoenda mpaka sasa tulipofikia. Kwa maoni yako unaonaje? Kama unaongelea sponsor wise, zamani walikuwa wanapewa vitu vingi zaidi. Kama yani, kama nini? Kwa jinsi inavyokuwa kwa story, lakini hii sio kwamba eti ni kama na uhakika au nini. Nasikia zamani wachezaji walikuwa wanapewa jezi, walikuwa wanapewa viatu, walikuwa wanapewa mabegi ambao hiyo ni sponsor anafanya. Na nahisi hata pia kwenye era, yani nahisi kama vile zamani like basketball ilikuwa ni more like a profession, yani kwamba ni zaidi yani ilikuwa wewe ni kama mchezaji mpira yani. Nahisi ni hiyo, kuna tofauti fulani hivi kwamba siku hizi ukicheza basketball, lakini pia wachezaji wameongezeka sana sasa hivi. Kwa maana unaona kuna aspect mbili hapo. Kuna ile sponsor anaweza kutoa nini kwenye ligi na wachezaji wamekuwa kiasi gani. Kwa mimi hapa naweza nikaargue kabisa kwamba sasa hivi
awareness ya wachezaji wao kama wao kwamba vitu gani ambavyo wanabidi wafanye wao wachezaji wazuri, awareness wachezaji wao kama wao kwamba bwana hii timu inanitapeli au hii timu ni nzuri, hii timu inanipeleka pazuri. Awareness kwamba mchezaji kama mchezaji sasa hivi imeongezeka zaidi kwenye upande wa kukua. Upande wa kukua kama mchezaji. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba sasa hivi ndio basketball imekuwa zaidi? Kwa mimi hapa naweza kwa sababu basketball ni wachezaji. Basketball sio mambo yote, ni basi ni wachezaji. Kwa basketball imekuwa wachezaji, kwa wachezaji wamekuwa wengi, lakini pia imekuwa kwenye wachezaji na akili zao kwamba bwana anahitaji kwenye kikapu na kitu gani ambacho tusaidie kwenye kikapu. Lakini kwa mimi basketball naona kama ni system na sio wachezaji. System ni kweli. Kama tunacheza vizuri afu hatuna yaani tunacheza vizuri hatuna system. Hata kwa mfano kwa hiyo kuna conversation ulikuwa unaongelea na hisi the last episode kwamba kwa nini wachezaji wa nje wakija Tanzania wanaperform zaidi, tusema ulikuwa unaongea kama hicho. Performance na masuala ya au kuhela kila kitu mpaka kutumwelea pisi zetu. Kwa mimi hapa ninavyoichukulia hilo swala ni hilo swala la kwamba kwa mfano kama hapa Tanzania ni kwamba huwezi ukawa bora kuliko mazingira yako. Ni kweli. Sio, nielewa. Yaani hiyo mimi siamini kama hiyo inawezekana. Yaani hata leo kwa mfano, labda tuchukulie hata mfano mkubwa, hata kama aje mchezaji wa NBA. Ndio. Akija as long as amekuja Bongo. Of course the first year, the second year anaweza ka maintain ule bora wake. Lakini trust me, akikaa hapa akablend na kitu ambacho ligi ina offer, atakuwa wachezaji wa kawaida au atakuwa ubora wake utakuwa ni ule ule ambao utaweza kushindana na wachezaji wengine. Kwa hiyo maana yake yani huwezi kupambana nayo. Yaani system ni kitu cha muhimu zaidi. Kwa sababu gani? Sikiliza. Kwa mfano kama kibongo tunaweza tukasema kwamba wachezaji wa nje, lakini ukichungulia wachezaji wa nje wana session za gym kwa mfano, si ndio? Wana session ya kwamba vyakula gani? Wana session ambao kwamba mazoezi sio tu masaa mawili kama Tanzania. Maana kibongo wanafanya mazoezi tu jioni. Yale ya kwamba na kuna wachezaji ambao watasio kwamba eti ni siku zote wanafanya hivyo. Kingine nakumbuka niingia na coach KB aliniambia kwamba wachezaji wengi wa kibongo ni wavivu. Ndio tunarudi hapo. Kama wewe kwa mfano kama hapa sasa hivi ushasoma. Labda lese wewe ni mwajiriwa. Hapo mimi hapa ni mwajiriwa. Ushasoma. Siwezi eti nikasema eti kwamba mimi ni mvivu wakati ofisini ili nipate hela yangu. Inabidi nikutane ofisini kila siku unafanya kazi. Sio nifanye kazi. Yaani huwezi kusema kwamba eti mimi ni mvivu wakati niko ofisini. Kwa maana hiyo kama watu ni wavivu, kuna sehemu kwenye management hawana authority ya kusema mchezaji fulani inabidi awepo sehemu fulani wakati fulani. Sio nielewa. Kama kwa mfano unanipa mimi hela ya mazoezi nije mazoezini na kwamba nisipokuja mazoezini kuna penalty fulani inabidi iwepo. Huwezi ukategemea kama mchezaji asije, haiwezekani. Na kama unamlipa vizuri. Lakini ndio tunakuja pale hiyo control haipo kwa sababu pia maslahi ya wachezaji sio mazuri. Mimi hapa ndo ninavyoichukulia. Kwa hiyo kwenye mada yetu tukirelate na kwenye mada yetu system inatufelisha hapo. Kwa system inatufelisha sisi kutokukua. Kwa product ambayo sisi tunaipata ni kwa sababu ya matokeo hayo. Kwa hiyo nahisi tumekuwa au bado? Tumekuwa of course tunajaribu kama hizo local bonus. Lakini uwezo kwamba eti nataka kuona mazoezi kila siku, wakati mazoezi nakuja mwenyewe, hujui nalala wapi, hujui matatizo yangu ni yapi. Hata kama ukiona unayajua huwezi kuyasolve. Alafu hiyo jambo naomba nilipeleke direct kwa managers na coaches. Wakiwa wanakutaka kama mchezaji, wanakupromise vitu vingi sana kama wanapromoza mwanamke vile. Bro, serious. Yaani manager na makocha wakiwa wanakutaka mchezaji, wanakutongoza vizuri, ingia ndani kupambane nao. Utajua kwa nini kuna mtu aliyama hapo kimya. Bwana, kwa hiyo wewe kwa upande wako unashauri nini kifanyike? Mimi kama mimi nahisi kama kumbuka wachezaji uzuri au ubaya ni kwamba mpaka sasa hivi wachezaji wanapenda sana mchezo. Ndio wanacheza. Yaani either ni ile spotlight, either ni kwamba mimi ni bora kuliko wengine, lakini hiyo advantage tayari ipo. Kwamba wachezaji
asilimia na hisi tulishai kuongea siku kwamba asilimia zaidi ya 60 au labda 50 wanacheza basketball bila kulipwa hela, wanalipwa hela ndogo. Ndio hiyo ni kweli. Kwa maana hayo wanaweza basi kwa sababu ya nini? Mapenzi. Hiyo ndio conclusion ya kwanza kabisa. Ni mapenzi yanafanya wafike uwanjani. Lakini kwenye yale mapenzi huwezi ukapata output nzuri kwenye mapenzi. Mapenzi ni yale kwamba mimi ninachokuja nacho, huwezi kubishana nacho. Ndicho kwa nacho. Na yaani huwezi ukadetermine kwamba huwezi ukasema kwamba nataka ukaze akati mimi nafanya basket kwa ajili ya mapenzi, sio kwamba sio kwa sababu ni kipato. Nisema kwa napata kipato changu. Shote ili nile familia. Lakini tumeona timu ambazo zinaweka muda mrefu zinatoa majibu mazuri kwenye games. Hiyo ni kwa sababu ya uwekezaji ya mtu kaeka hela au kwa sababu ya mapenzi binafsi ya wachezaji na makocha? Tunarudi pale. Uwezi uka outgrow system. Yaani kama tupo Tanzania, lazima utafuata katiba ya Tanzania, utaishi kwenye misingi hiyo. Hata kwa mfano ukijaribu kuenda, lakini kuvuka, tunaongelea kuhusu, mimi naongelea maendeleo ya mwaka kwa mwaka. Siongelee kwamba eti mwaka huu hapa imekuwa hivi. Ukiangalia vizuri hizi trendi za timu kwamba mtu ameweka hela na watu wanachoka. Faida yao ni nini wanaonekana? Na mwisho wa siku ndio hivyo unakuja na msimu hapo. Wanaoweka hela ni faida yao ni nini? Swali zuri hilo. Labda ndio hiyo exposure kwamba sababu kampuni zao zinakuwa labda wanakuwa wanapata hilo jina kwamba wewe mimi nimepeleka timu yangu sehemu. Unajua ni sababu gani nimekuza hivyo? Ni kwamba timu nyingi za basketball za Dar es Salaam hapa ni kwamba sio kampuni ndio zinamiliki timu, ni watu binafsi. Kwa watu binafsi wanakuwa wanafaidika nini? Sio jina, anapata jina kama mimi ndo mwenye timu ile. Timu kama kwa different mwana inafanya vizuri Tanzania. Ya kwangu. Kwa hiyo ni kumbe cha msingi ni jina. Lakini hatujui. Huwezi kujua labda ni proposal, labda inawezekana labda ni mtu fulani kwenye kampuni fulani, kwa hiyo akifuata hiyo kampuni kwa nao mimi na kikanili hapo naombeni nikaela kidogo. Nikafanya issue fulani, nitawaletea output au nitatangazia matangazo, you never know. Okay. Lakini mimi mawazo yangu kwenye hii topic kwamba kwa nini tumechelewa kukua au ndio tunajikongoja, ni kwamba kikapu zamani kilikuwa ni mchezo wa heshima mmoja mkubwa sana, na ni mchezo ambao kwa ukiona mtu anacheza basketball yani unapata yani zile feelings au ile image yani kama Tanzania au duniani. Tanzania. Sasa unasikia ndugu yangu ni kwamba basketball ya zamani ilikuwa ina heshima kama nilivyosema, na kulikuwa unapata image au feelings kwamba mchezo unachezwa. Unaelewa? Sikuwepo, lakini nimepata mawazo mengi sana ya wachezaji wa zamani sana. Si unaelewa? Ukilinganisha na kipindi cha katikati hapo. Sijui nini kilitokea mpaka yule mdhamini wakili akaondoka. Unataka kujua nini kilitokea? Nini kilitokea? Basi za chini nitakupa kwenye kota 4. Ni kota 4 ndio nitampa nini kilitokea. Nini kilitokea mpaka mdhamini yule aliondoka, yule mdhamini wakili yule. Aliondoka kwa nini? Kwa sababu kota 4 nitakupa hizo kama. Lakini unajua nini? Mimi naomba tuseme kitu. Hili swala sawa wadhamini wanapokuja nini, lakini mimi nahisi wafalme wakubwa kwenye haya mambo yote ni audience, mashabiki. Ni mashabiki, yes. Yaani swali ni kwamba inabidi liwe kwamba kwa sababu gani, labda let's say mashabiki zamani walikuwa wanafika kwa viwanjani, siku hizi labda hawafiki. Kitu kama hivyo. Kingine mimi hapo naweza mimi sitaongelea upande wa sponsor kwa sababu gani? Mashabiki ndio waliobeba mchezo waliobeba tunachokipenda. Na pia Kobe, uwezo ukataka mafanikio ya kikapu Tanzania bila pia kuongelea kwamba kuna mchezo mwingine vipi, mchezo mwingine inaendeleaje. Kwa mfano kama hata mchezo wetu pendwa duniani ambao ni football. Football ni mchezo mama wa Tanzania. Kwa tunarudi pale. Football ni mchezo mama. Bila tuwezi tukakaa hapa bila
kupiga, yani kwa mfano ukiwa hata kijiweni popote, stories za mpira ni story fulani ambazo zipo, yani hatuwezi tukakaa yani mkoa wote bila kupiga, yani kufuata ofisini, ofisi yoyote kama mpira huwezi ukauongelea, yani wewe sio Mnyamwezi. Hivi ni tofauti na kikapu. Ni sahihi kufanya comparison ya football na basketball? Sasa sio comparison, sisi tunaongelea kuhusu kukua kwa mchezo. Kukua kwa mchezo ndio. Kwa lazima wao wanachungulia kwamba wao wenzetu kwa wanapata nini? Maana bwana wote sisi ndio wana michezo. Bwana mpenzi mtazamaji, umemsikia Baga anachosema, ila na wewe ukiweka comment zako hapo tukajua wewe nini unaona au nini unafikiria. Kwa nini tumechelewa kukua tumekwenda kucheza basketball? Kwa ndugu yangu, kwa haraka kwa kumalizia, ushauri wako ni nini kifanyike ili tukue zaidi kama nchi zingine za East Africa? Kwa mfano, nikwambia Rwanda. Rwanda ndio nice, ndio wana ligi bora Afrika nzima. Hata mashindano ya BAL yanafanyika kule. Kama nchi sio kama TBF, sio kama DB, sio kama Kobe, sio kama Baga. Inabidi kama nchi, inabidi tu tuna maono ya kusogeza michezo yetu hapo basket iwepo. Nchi wanaipenda basketball. Nchi wanaipenda basketball. Ndio swali hilo la kujiuliza. Kama hawaipendi tunafanyaje sasa kuwepo kwenye hizo headlines za watu? Au unahisi kuna watu waliingilia kati wakati walibia basketball? Hapana, mimi sidhani. Mimi mfano mdogo tu sasa hivi naweza kwambia. Leo hii ukisikia timu fulani ya basketball inacheza, afu leo hii ukasikia Mwakinyo anacheza. Nani atakayemjua sana? Mwakinyo na nani? Mwakinyo na mtu yote ile, mcheza ngumi yote waka ulingoni ukasikia. Unahisi masikio yatapelekwa sehemu gani au kwa Mwakinyo? Kwa nini Mwakinyo na sio mcheza basketball? Na sio game ya basketball ya mtu yote akiwa anacheza. Sasa hilo swali gumu kweli hilo. Lakini Mwakinyo, in short ni kwamba boxer yenyewe sisi imetuzidi. Boxing imetuzidi kweli. Na boxer wakati kupo hamna kitu. Hapa kati boxer kwa hamna kitu, unakumbuka? Lakini sasa unajua unaposema boxer, unajua Mwakinyo ni mkubwa kuliko boxing. Ni kama kwetu sisi Hashim yani. Lakini kuna watu kuna watu Hashim wamfahamu. Haiwezekani. Sababu wako wengi sana. Haiwezekani kwa nakwambia wewe wako wengi sana. Labda wengi sana. Watu tunamfahamu Hashim ni sisi watu ambao tupo kwenye tasnia. Hapana, mimi nakataa. Hapana. Kwa sasa hivi, kwa hii generation inayokuja sasa hivi, labda uniambie watoto labda madogo, lakini watoto basketball wengi nikimpigia jina hawamfahamu. Tunasema labda watoto. Lakini meanwhile, lakini kwa sisi generation yetu ukitajia Mwakinyo wanamfahamu. Hapo unaongelea kuhusu hawa watoto hawa wanaitwa bloomers hawa ambao 2005 na kuendelea na kuja juu na kuendelea. Lakini kama unaongea fulani na kuja huko kama mtu ambaye mjui mjui Tanzania. Sio siongelei kama za kikapu, Tanzania. Kwa upande wa Tanzania. Kwa Tanzania. Okay. Kwa hiyo tuna labda kama tunamhitaji Hashim mwingine. Unasikia tatokea? Unasikia tatokea? Tuendelee mwanangu. Never know. Programs ziko nyingi sana. Hapa ni naked. Hii hapa ni naked hoops. Unahisi atatokea Hashim mwingine? Of course ile bahati aliyopata, sio hata bahati, ule uwezo ambao Hashim alikuwa nao ulikuwa ni very unique. Alikuwa ni second division. Yaani ilikuwa ni 2009. Wa kwanza alikuwa Black Griffin. Sasa hivi vipaji kama vya Hashim Afrika vipo vingi sana. Walikuwa wanaangalia vipaji sio Tanzania au ndio tunachokiongelea. Yaani kaliba kama Hashim Afrika. Watu yani after Hashim Afrika after Hashim kuonesha kwamba inabidi uwe labda ni urefu kiasi hichi na miaka kiasi hichi, yani ile sampuli ya Hashim. Sisi nahisi after kuipata tulizembea kuendelea kuitafuta. Lakini nchi zingine za Kiafrika ziendelea kuitafuta, wameipata na wachezaji wao wengi wapo NBA hata kama Hashim inawezekana labda kwenye masuala ya hiyo mambo ya NBA experience nini labda alikosea. Watu walijifunza kwenye yale makosa na wakaendelea kukuza wachezaji wao kuwa kwenye ile kaliba na obviously it's working for them. Lakini bro, unajua kama mimi na wewe wadau wa basketball tunakuwa tunaangalia NBA na hatuna damu yetu hata moja. Bro, it's painful.
Inauma. Lakini kwa mfano kwenye hilo swala mimi kama mimi inakuja tu kudhihirisha jinsi gani ilivyokuwa ngumu kufika kwenye hiyo stage. Hasa kama tu makocha wenyewe wanasema wachezaji wa Tanzania hawawezi kufanya mazoezi hapa Tanzania. Wakifika huko juu wanapata sio, unajua nini? Kwa mfano mimi naamini kufika NBA, cha kwanza kabisa kufika NBA connection. Kwa achana connection kwenye nchi zetu za Kiafrika inabidi usiwe kwenye mazingira ya Kiafrika ukiwa na miaka 16. Yes, of course. 16, 17. Yaani hiyo ndio kwamba yaani ukishavuka hiyo threshold ukafika 18, 19, chances zako ni ndogo sana. Zinazidi kupungua. Hata kama ni mrefu. Ndio hivyo. Hata kama mrefu, mkubwa, yaani wewe mweupe, mweusi, yes, chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba tulipa pale kwamba system zetu sisi za Kiafrika hazina uwezo wa kukuza tena. Yaani after 16, yaani tunaweza paka 16, 17. Tunaweza, yaani hiyo tunaweza. Yaani hata kesho either iwe kwenye swala la investment kwenye nini. Lakini after hapo wanahitaji kwenda kuwa more exposed. Kwa hiyo it's better hata kwa Hashim na hisi ilifanya kazi hiyo hiyo. Federation yetu ingekuwa inachukua watoto na export. Yaani kishafika 16, 17 tukubali kwamba hiyo kazi ni ya watu wengine. Kama lengo ni kwenda, kama lengo ni maana NBA, kwa sababu hata Europe pia wanapeleka watu NBA. Kwa maana yake NBA ni kama vile ndio ligi ambayo tunaitazamia, sio hivyo? Kwa kama tunataka NBA au hata kufika Europe, tuseme labda kama ndio tutumie hiyo njia kama anavyotumia Waafrika wengi, kwamba after Cotonou wanapeleka Europe. Au kwa mfano kama kuna issue nyingine, unajua Afrika kuna NBA Africa ile camp ambayo iko nchini gani? Senegal, sijui ni South Africa. Lakini wewe unahisi si hatuwezi tukapeleka watoto kule? Uwezo unao. Ila mimi yaani formula ni ipi? Kwa hiyo unavyoona. Kwa mimi formula ni ipi? Mimi najua kwa mfano federation ikiwa na mawasiliano mazuri. Siongelei kwa kubahatisha, yaani naongelea kwamba tunaweza tukafanya mtoto tu akafika, maana kwenye ile academy kuna prospect, yaani kuna watu wameshaenda NBA kupitia ile academy. Kwa hiyo ile ni njia moja hapo ambayo kwa kufika ni rahisi. Unajua Europe ni mbali sana. Ndio. Lakini hapa kama ni Senegal labda au labda ni Afrika. Yaani kama sipo Afrika. Maana yake nisema hapo pana inawezekana. Inawezekana kwenda. Yes, of course ni issue ambayo inawezekana. Yes, sasa lakini tuna connection za kufikisha watoto pale. Connection I'm pretty sure zipo. Ila wamezishika watu. Kwa nini au watu walozishikilia? Kwa sababu unajua tunaongelea kuhusu NBA. Bro, yes of course. Kwa mfano, shika watu. Ngoja nikupe shuhuda mmoja. Unaweza kama mtu amezishikilia sasa. Yeye hana kwenye akili yake hana kwamba bwana huyu mtoto ambao nampeleka akifika NBA, kumbuka mimi ndo nitakuwa labda agent wake. Maana yake labda 50 tunatanguliza tamaa za pesa mbele kushinda utu. Ndio maana kikapu chetu kikuu. Ngoja sasa tunasema yani kwamba tuashumu huyu mtu ni tapeli wa mwisho. Tuashumu the worst case scenario ndio hiyo kwamba huyu jamaa kwamba lengo lake yeye ni kufanya huyo mtoto amchune, au sio? Tuashumu hivyo. Tuseme kwamba huyu jamaa ni analo mbaya, lakini ili ndo dili lake la kupiga hela. Tuashumu hivyo. Ni dili yake, kwa hiyo lazima atafight mtoto afike. Kwa maana yake si lazima atafight mtoto afike. Ndio hivyo. Kwa nini hatupati sasa watu ambao wa hivyo, hata wa hivyo tu kwa bwana yeye? Huyu ni nanilio ani ndo tutashumu ndio wasi kile. Wewe unapiga hela. Wewe unapiga hela. Tupigie tupigie. Hiyo neno unajua. Au sio? Sikiza. Kama wewe ni agent na unapiga hela hapa kupitia kijana ambaye ile asafiri. Kwa sababu kwenye hela utapiga sema mtoto aondoke. Afike. Mtoto afike, mtoto aondoke tu. Ndio unachouliza. Kama kweli wapo wao wapigaji hela. Kwa nini hasa hapa NBA Afrika hapa? Ndio swali hilo. Alafu kingine mimi nashangaa eti NBA Tanzania tunaona kama hakuna tawi lipo Kenya. Yes. Ndio mimi ndo swali langu lilikuwa hapo. Na sijui kwa nini imekuwa hivyo. Kwa mfano kama kweli tawi lipo Kenya. Kenya kwani ni shilingi ngapi? Wewe ambaye sasa ni mpigaji hela unashinda kumtafuta dogo ambaye ana kipaji upeleke Kenya, alafu mwambie wewe asikilize. Chochote ambacho unapata 50% ni ya kwangu. Spotlight, yaani ni kama tu sisi kibongo bongo. Ni kitu cha kawaida sana. Ni kama kuwa dalali. Lakini makocha wengi madalali kumbuka. Ndio unasema ni kama kuwa dalali.
kuna percent yako unapata, lakini basi hata tu hiyo huo udalali basi hata tuanzie hapo. Tuanzie hapo ili watu wafike. Watu wafike kwanza. Watu wafike kwanza. Kwamba basi hata hiyo hela ambayo unaongelea. Kwa sababu mimi si kwenye hii toka Yashimu watu wanaenda lakini hawafiki kokote kwenye hiyo sehemu. Lakini mimi nahisi tuanze na hivi vitu ambavyo tunaweza tukacontrol. Mimi ndio maana hata mfano babu hatuna vipaji. Hatusimtafu mchawi nani? Bro, kuna mdogo wa 16 ambao wametengeneza kwa 16 wakaenda. Wengi wako. Wengi wameenda. Yaani unajua sio nikwambieje. Kwenye miaka 16 unatakiwa unajua vitu vingi sana kwa. Nishati basic kitu. 16 yani hauhitaji hata yani inabidi wewe kama mtu kuangalia aone miaka 5 mbele yako ni promise. Yaani potential ndio potential. Yani basi ndio inachohitajika. Akihitajiki kama tujue kwamba eti wewe tukupe timu uipeleke finals Tunataka tukikuona udogo unaonekana amezaliwa kwa ajili ya basketball. Ndio tunachokihitaji tu hicho. Kweli kabisa. Sababu unaposikia mwenye miaka zamani kwamba Hashim Thabit alikuwa anacheza mpira wa miguu. Unaona? Lakini watu wazungu sijui ni nani aliyemwangalia sema huyu ana fit. Kama watu walipiga hela kwa Hashim. Lakini simefika. Kwa mfano, subiri. Kwa inawezekana kumbe mbaki kipindi kile plaza yetu wanapopiga hela. Sasa ni si kawaida. Sema udari kawaida sababu kama Wamarekani wenyewe maagent wanapiga hela nyingi kupitia wachezaji wa NBA. Kwa nini tunataka tunahitaji hiyo tu kwa hivyo. Kwa sababu it's been a while mwanangu. Hatupo kwenye hizo talks ta Afrika kama tuna wachezaji ambao wana akili ya kucheza NBA. Hata benki yetu sisi ya nchi kama nchi haipo. Kweli? Nchi benki yetu tuko mbali sana. Kwa hiyo yani kama ni basi wafanye hiyo wizi kama ni wizi. Kwa sababu unaona kama watu wanalaumiwa sana. Lakini bado hamna mtu anayefanya. Hamna mtu anayetoka. Au kama anafanya afiki yani nahisi au labda au watu wawe wengi wanaofanya hivyo. Kama maybe huko ndo tutapotea kabisa. Sasa watakuja manabii wa uongo hapo. Hao ndio jazo manabii. Yani kwa sababu gani unajua akifanya wengi? Ndio watu wataenda bila hivyo watu hawaendi. Unajua hata mimi mwenyewe nina programu ya kutoa vijana kwenda nchi ya nje. Last week nilikuwa naongea na kuna college fulani ipo na nilio. Ipo Canada. Isema hapijakaa vizuri kwenye kwenda maongezi, lakini maongezi yakikaa vizuri nahisi nitaanza. Sasa tayari nimeshaanza kutafuta vijana ambao wenye height nzuri na wenye miaka midogo. Whatever kama anacheza basi wachezea vizuri kwamba lazima awe anajua basic. Umeelewa? Na kama uliona kuna vijana fulani hivi tulifanikisha kumpeleka nchi fulani. Mimi nakupa task nyingine. Huko achachana na huko kote. Kule mbali sana. Mimi nakupa task. Tafuta unafanyeje mchezaji kuingia kwenye NBA Afrika. Swali gumu. Swali gumu. Hiyo anzia hapo. Swali gumu. Sababu hapo inabidi mimi ni fight nijue. Ndio unachomaanisha. Nikisema nianze kwa NBA Afrika ni wapi? Si ni hapa Afrika, yes. Kwa sababu unajua nini? Unajua Kobe, tuende mbele turudi nyuma. Wewe umeshaona wachezaji wengi sana. Kwenda mbele sio tu. Unajua NBA Afrika ni kama vile ni kama kazi ya utoto. Yaani kama unajua kwa dream zako ni zipi, unafundishwa, unasoma. Lakini kusema kwamba bwana kupeleka watu mbele. Mbele unajua kuna mambo mengi sana. Yaani hakuna ile guidance ya moja kwa moja. Kwa kafuta kama sasa hivi ni nzuri, si kwamba ni mbaya. Lakini matokeo yake tumeona mengi hapo 50-50 sana. Kwa mtu anaweza kutaka akafika kule after kukaa miaka 2-3 akaja kwamba bwana mbona kama basket kumbe ngumu bwana. Anaachana na basket na which is ambayo ni kitu sio mbaya lakini sio lengo letu. Sio lengo letu lakini unajua kwa nini vijana wengi wakienda kule mambo yanakuwa magumu? Unakutana na watu ambao level zao ni kubwa. Mtu anajua ndio maana mimi nimekwambia 16 mishindo miaka 5 unaweza kupambana. Ukifika 21 unakuwa hata kama umekuzidi lakini unakuwa kidogo unaweza kupambana na hiyo hali. Okay, bwana mpenzi mtazamaji, kipindi ni Naked Hoops na topic yetu ya leo ni kwa nini kikapu cha bongo tunachora au unaonaje? Bwana usisahau comment kwenye topic. Usisahau comment. Bwana hii ni kota ya pili bwana. Naomba ndugu yangu kidogo ni kubu kwa hii mada. Toa jibu kwa kifupi. Toa jibu la msaada kwa mtu anayeangalia. Kikapu
kwa nini kimechelewa kukua? Mimi nahisi kimechelewa kwa sababu labda ya cha kwanza kabisa, kama nilivyosema, sio mchezo wetu wa kwanza. Kwa sababu kama sio mchezo wetu wa kwanza, inabidi ambao ni football. Kwa maana yake inabidi tusijifananishe kwanza na football, alafu tutumie nguvu nyingi sana, kwa sababu ni kama kuzaliwa mtoto, ni kama kuzaliwa kwenye familia ya maskini. Usimtegemee sana baba. Yani usimtegemee sana baba, kwa sababu tayari baba future, kwa sababu tayari baba maisha yake ndo hayo. Wewe tupambana na wewe kwanza. Sema kweli. Bwana, show ni Naked Hoops bwana. Tukutane kota ya 3. Bwana, show ni Naked Hoops, baba mzazi ni basketball science. Mimi host wako leo ni nani? Ni coach Kobe, the best coach in town. Bwana, tupo na Baga. Bwana, hivi Baga ushakucheza timu gani wewe? RBA. Nimefanikiwa kucheza jogoo. Outsiders. Na outsiders. Chui ndio unacheza chui? Chui sije kucheza. Basi kwa somba. Okay ndugu yangu, tupo ni kota ya 3. Kota ya 3 tupo kuja kudiscuss zile game zilizopita wiki iliyopita. Yes. Sema jamani, tusichukuliane vibaya. Tunaongelea game kubwa, sio ndio game kubwa ambayo watu wengi wanakuwa wamebeba masikio na macho. Ndugu yangu, kilidumuliwa kati ya Pazi na Veins. Na matokeo yakawa Pazi alipata pointi 59, Veins alipata pointi 53. Nini kitokea hapa mpaka Veins wakawa chini kwa vikapu vingapi? Vikapu vitatu. Ila kile pointi ni mbili tu. Ilikuwa nini hapo kwa upande wako? Kwanza kabisa game ilikuwa nzuri sana. Game ilikuwa nzuri sana. Veins wanacheza yani kama vile sio msimu wa kwanza. Even though sawa ni kwa sababu wachezaji wengi ambao ni wazoefu wa ligi ya RBA, lakini still wanacheza yani. Yes, ni kweli sababu Veins kuna timu kama 5 hivi wanatoka JKT kama sikosei. Yeah, unaona. Kwa hiyo yani ambao ni prominent players. Sasa JKT sio mchezo, unaona. Kwa hiyo kati ya Pazi na Veins ulikuwa timu gani na support school? Of course kama sasa hivi mimi kwa hizo timu mbili mimi ni shabiki wa Veins. Kwenye hizo timu mbili ambazo zinacheza. Kwa nini Veins? Mimi napenda sana kwa underdog. Yani napenda yani kutokea chini. Yani yani hakuna furaha kama hiyo kwenye michezo yoyote. Ni kama kwa mfano ile mechi ya kama unasema tukiongelea mpira. Sawa, nisema funzo. Yani ni kama wakati ule Leicester anashinda ligi. Yani ilikuwa hamna mtu anaweza akasahau ile tukio. Alipanda ligi mwaka ule na mwaka ule. Yani hakuna mtu anaweza akasahau. Yani jambo zuri. Sema mimi kwa upande wangu ile mechi ya Pazi na Veins, naona kama Veins wajitakia. Ni kweli kwa namna moja au nyingine. Ni kweli. Ni sababu naona kabisa score zinafuatana. Zilikuwa zinaenda. Nafikiria Pazi naona kama vile ile mechi walikuwa wameingia kama vile hawa tunaweza, alafu Veins walikuwa wamekuja kwamba sisi tupo hapa na hii mechi tunaichukua. Ilikuwa ni kama vile ilikuwa mmoja na mzalao mwingine anamwambia hii mimi ndo hii yani ni stage yangu kama ilivyokuwa kwako. Lakini kuna upande wa mabig man pale Pazi na Veins. Niona kama kidogo kuna kashida fulani pale. Ni upande wa mabig man yani magadi kwa feed big man. Hivi ile swala ni la timu ya Pazi tu na Veins au Tanzania nzima? Kama ile mechi umeangalia vizuri. Mechi umeangalia vizuri. Yani of course na hili kitu ambacho tunaongelea sasa hivi hapa ni kitu ambacho kinatusumbua sana. Of course hata duniani, lakini hii Tanzanian basketball yani kipo yani ni kikubwa zaidi. Bwana, hii magadi sio magadi viungo, magadi point gani na shooting guard au combo. Bwana, muwalishe mabig man. Usitake kwenye kama gari ndio engine ya timu. Ukaisema timu ya baba yako, timu ya mama yako. Hapana, hii timu iko sote. Muwe na heshima kwa big man wenu. Kama vipi siku mcheze wenyewe basi. Kosa lakini sio la kwao. Sana ni play au? Ma big man yani unajua au ndio wazee ni kama yetu pekee tulikuwa tunaongelea. Kwa mfano kama wewe
ni umezaliwa kwenye familia ambayo ina umaskini, inabidi upambane kivyako vyako. Kwa hiyo big man wao kama wao. Kwa pia big man inabidi wewe unafanya kujipigi. Sio ujipigi. Inabidi kwa sababu cha siku mchezo unachezwa wazi. Ndio maana kama unachezwa wazi. Mchezo. Kwa hiyo ndo maana kuna masuala ya aibu. Yaani kuna kwa mfano kama ukicheza kwenye zile mechi ambazo zina pressure. Kuna watu wanapata aibu, watu wanakuwa wanaogopa, watu wanaogopa mechi, kuna kajoto kale kwa mechi leo kubwa. Kwa maana hiyo wewe kama big man ukiweza kucontrol hizo narrative kwamba wewe lete mpira, yaani ukiwa unaweza kwamba kuna sema ambao upo open alafu point guard akupi pass, show them kwamba wewe hujapewa pass na upo open. Lakini kumbuka big man asipopata mpira ndani ya mara 3 mara 4 kocha anamtoa sababu. Ndio ninachokiongelea kwamba yani umuoneshe, kwa sababu makocha shida ndio hiyo kwamba makocha wana handle sana situation, yani kwamba point guard anaweza kufanya mistake hata 10 asitolewe, hata sio kutolewa, akaonekana kama vile ni pressure tu ya game, isionekana kama vile ni makosa yake. Basi ila big man ni miss yule mmoja, ukikosa layup kazi unayo, ukipokea pasi vibaya kazi unayo. Lakini hiyo scenario hata kwa mashabiki na yeye wanayo, big man akizingua mashabiki wanajira sana. Umeona kwa maana hiyo ni nini? Inabidi big man sasa zile sema ambazo yeye ndio yupo right, shout it out, yani ongea sijapata pasi, kwa nini sijapata pasi wakati niko mwenyewe? Au nimekuwekea piki, unajua kuna ile namna mtu umeenda mnacheza njoo piki, umekuwekea piki, umepiga piki afu umeroll uko mwenyewe wazi. Baada kukupe pasi ya kawaida kabisa ufunge, aenda kufanya madubosha yake mwenyewe anakosa. Inabidi kwa nini hujanipa pasi? Yaani bila hivyo. Na of course kwa sisi cheto kibongo hapa. Na kuna hiyo shida nyingine. Sisi mwanangu, sisi ni ukarimu, sisi ni ushamba. Yaani watu mwanangu, yaani mtu anakufanyia ubaya alafu yani unachukulia poa tu, yaani wewe hujapewa pasi karibia kota nzima. Yaani hujapewa pasi kota nzima. Wewe ndio unafukuza mwizi. Au kama unakimbizwa na nyuki. Yaani inawezekana unapewa pasi unakimbia kama msukule. Basi ngoja niongea kwa. Yaani big man unakimbia kama msukule uwanjani. Upewi mshode kwenda. Ndio sio kazi ya kocha. Mimi siamini kama ni kazi ya kocha. Ni kazi ya kocha. Kocha Denepra haiwezekani. Kocha ana mambo mengi sana. Ndio maana big man akichukua rebound, point guard ananiambia nipe mpira wangu. Asa ile kocha anambega kwamba nenda kachukue mpira. Ni mfumo wa basket. Kwa hivyo mbona kwa mfumo kwamba point guard imekuja noma mpira. Na pia inabidi iwe hivyo huko mbele. Kwamba wewe point guard ukijaribu umefika tu pale. Nipe mpira wangu. Sio tu of course. Point guard ukishakusha mpira half court, kabidhi mipira kwa watu wengine. Kuna shooting guard, kuna power forward, kuna small forward. Lakini ukiachana na hivyo, mimi hapa unajua kuna kitu kimoja. Point guard sawa, yeye tulimwachia majukumu yote ya kucontrol mpira. Lakini point guard achana na matamaa. Wewe ambaye upo pale shida, unaona hii ni mismatch, aidha kama umemzidi urefu au umemzidi uwezo. Kwa hiyo wewe inabidi ushauri kwamba hii mismatch, point guard yeye ndo hawezi akaona mismatch zote uwanjani. Ndio. Umeelewa? Ndio maana nasemaje? Big man kama big man wewe ndo inabidi uongee. Bila hivyo hawaombagi jue. Alafu mwisho siku Kobe, hii ni kazi. Umeingia pazuri. Hii ni kazi. Kwenye kazi mimi natetea hela yangu. Wewe kama gadi. Mimi kama gadi natetea mpunga. Na mimi kama big man natetea mpunga wako. Kwa nini kafuata mpira? Tetea mpira. Wewe fanya yote. Mimi mwenyewe. Tetea mpunga wako. Au ni bungae pale kama wewe kazi yangu ndio kuleta wachani nini? Kwa ni zubai pale kama marefari kwa ligi yetu. Kani ni mwambamba kuzubaa. Nisema sababu ndio hivyo, sababu manisa ma big man wengi ndio wanazubaa. Nimesema hivi. Kwa mfano, wewe kwa upande wa big man, ni big man gani ambaye unamkubali na unamappreciate kwa kazi anayofanya? Kwa sababu hiyo kwa hapa kwa mfano kama kitu ambacho nimekwambia, kama big man ambaye ni kama usipompa pasi, kama anafanya majukumu yake yote, lakini anataka kuonesha presence uwanjani kwamba bwana na yeye yupo. Mimi nahisi ni mwalimu. Yaani ni unajua big man sio tu. Kwa nini mwalimu? Jamani skills. Unajua hii issue ya mwalimu naisikia leo mara 3 nauliza.
Wewe mtu wa tatu unauliza. Na mimi kwa nini mwalimu? Mimi nitakapomuongelea mwalimu, sio sitamuongelea sasa kama tunaongelea kama watu wengine. Lakini kwenye big man inabidi yaani usiwe inabidi mjanja. Yaani unatakiwa kukubali kama hivyo nimekwambia, usiwe kubali ni point guard. Anacheza mwenyewe au mwalimu analipa? Mwalimu analipa. Mwalimu unalipa mbona kipindi changu sidhani kama Stella anacheza sana. Sasa hivi naona Malik sana anaingia kwa sababu sasa hiyo, kwa nini umri umeenda? Kwa mimi ninachotaka ni kwamba madogo wani wacheze kama mwalimu wenzi zake. Yaani kwamba make sure presence yako ipo full. Wewe umesema mwalimu. Unamjua Cisco? Another beautiful. Ni mmoja mimi. Wewe acha shobo. Unamjua Cisco wewe? Mfano mwingine mzuri. Cisco amefanya balaa. Bali kule anapiga 3 point, amechukua rebound ngapi uliona wewe? Mfano mwingine 24 sio 23. Sasa unaona? Kwenye game moja. Yes, game hii ameweka history. Alafu jamani, inabidi wale Guinness wampe cheti chake na Neliu, wampe cheti chake na Cisco. Hivi kumbe ile afukweli unajua. Historia yake kutokea Tanzania. Kwa jamani, Guinness record ya Cisco na naomba mkamnaniliu, mkampe cheti chake na laki au nalipo. Sababu amefanya mabalaa ambayo hajafa na Tanzania yote. Tuka basi bwana Mungu imeanza. Unaamini ndio hivyo? Huamini ndio hivyo. Unajua mwenyewe pote la pote. Sema tuongelee huo mfano mwingine. Yaani kama big man, mimi nahisi hicho ndio kitu ambacho big man wengi unaweza kukuta ni mrefu lakini anacheza. Yaani like kwenye game, kwenye basketball, hata kwenye mpira mchezo wote. You're supposed to make, yaani presence yako isiwe tu kwenye kwamba yetu umechukua rebound nyingi au nini. Kama things haviendi sawa na ambavyo vinabidi viende, inabidi uongee. Watu wengi hawaongee. Yaani mtu ndio unaona mfano. Unacheza mpaka half time. Pasi ambazo unapata ni zile ambazo unaenda kuchukua rebound. Yaani wewe sasa ni mrefu na hata option ya kupewa kulishwa. Wakati options zipo nyingi na ambazo kuna zingine unakuta kabisa yani ni zile ambazo zinakufeva wewe. Unakutana na timu ambayo wewe ndio mtu ambaye inabidi ufungie timu ishinde. Lakini bado watu wengine wana force wafanye ambao mimi nahisi kama tunaongelea Pazi na Veins. Nahisi ndio kitu ambacho kimewafanya Veins wafunge. Na sio kwa ubaya, ni kwamba watu wanatetea ugali wake. Lakini sasa ndio hapo inakuja kwamba oya, lakini inabidi usacrifice for the team ili kushinda. Ni quality of players au ni mbinu tu kusaidiana? Ndio hivyo yani, mtu ni experience kwa bwana. Veins wana watu wengi sana wageni pale na wana good experience. As a team, lakini ndio mwaka wa kwanza. Okay, tukiendelea na issue ya Pazi na Veins, bwana Veins amefungwa, Veins amejifunga. Najua mwenyewe maisha yake. Bwana, tukiongea kwa upande wa Dar City na Ukonga. By the way, hivi kweli hii mechi sisi tunaongelea hapa kweli? Tunaongelea mwanangu. Wewe sikujua. Naweza kutoa sababu niliona Dar City ilikuwa na pointi 81. Alafu Ukonga akatoka na pointi 55. Point karibia 30. Kwa upande wangu hii game nikiongea sababu hii nitaongea kwa uchoche sana. Ukonga imepanda ligi. Ukonga kumjitahidi. Kweli. Ukonga kwenda man to man na Dar City na Dar City wakashindwa kupiga 100. Kwani 100 ndio lengo au sababu tunapenda Tanzania? Wale watu wale sinakuja automatic tu. Wewe Dar City majini wewe. Wale waogope. Dar City. Kwa maana unamaanisha kwamba Dar City ingekuwa nataka 100 asingepata. Dar City. Basi sawa tuongelee. Kwa mfano kama lengo la ile game ingekuwa labda ni kupiga watu 100. Subiri asingepata. Tuongee tu kweli. Tuongee tusifichane. Hii ni nake nyeusi. Huu ni mchezo uchi. Babu. Sasa hivi nikwambia mimi nitajie timu tatu ambazo timu yoyote ikikutana nazo iogope. Dar City ipo. Stay na ipo. Ambazo kutana nazo lazima uogope. Stay ni ipo. Ni natu ipo. Kuna mama ni timu. Kwa hiyo ni timu ziko mbili tu. By the back in the days kulikuwa na JKT. Babu ni kweli? Kazi uogope. Wewe vipi wewe ndio inakupeka. JKT uogopeka. JKT back in the days ilikuwa inakupeka. Sasa tunaongelea msimu huu back in the days. Sasa hivi JKT ameanza amefungwa na timu zingine ambazo sijategemea. JKT kwa kufunga ni ngumu sana.
Ila kwa sababu tu ya mwaka huu Kobe mbona na wewe siasa. Yes, mwaka huu ndio kama Kobe kwa sio team, ni timu mbili. Two teams bro. Ambazo zinaogopeka. Yes. Ni hizo. Ila back in the days kulikuwa na timu JKT. Babu JKT kwa nzuri sana mwanangu. Yaani kwa moja kwanza, kwa maana hiyo Dar City akiamua kupiga 100 anakupiga 100. Anapiga vizuri sana. Sasa ile akiamua kupiga 100 anakupiga 100. Stein anakufunga 100 vizuri sana. Stein yani akiamua kwamba na 100 songete 100 kwa 95, yani 100 kwa pointi kwa hiyo point 30 kwa kikosi cha Stein. Ana uwezo huo kupiga labda pointi zaidi ya uwezo. Stein ana uwezo kuingia finali. Dar City ameshaingia tele finali. Wewe ushamhesabia Dar City. Dar City ameshaingia tele finali. Wasema playoff ni moja na kicha chake. Babu sio kwa Dar City. Kama kocha wao anavyotaja Dar City. Kocha wao Dar City. Bro, ngepea jina lakini usinigombanishe. Wakaka Ulaya. Dar City. Ni Dar City, Dar es Salaam City. Bwana, ndugu yangu, hii ni kota ya 3. By the way, kabla kota ya 3 haijaisha, nikikwambia unitajie kwa hii wiki unahisi timu gani ambayo imefanya vizuri? Kwa mimi hapa nitahitaji Veins. Imefanya vizuri. Na sio tu wiki hii, wiki mbili zilizopita. Hata kama wanafungwa, lakini nahisi na washabiki waingie playoff. Tuangalie sasa mimi naombea mema. Mimi bwana timu ninaombea mema. Timu zote ninazombea mema jamani. Zote zifanikiwe zifike playoff kama kuna njia kwa playoff. Lakini kama ni kama ngoja kwanza udhani kama Veins zinaweza kuingia playoff Veins inaweza kaingia sababu Veins ishashinda games. Ndio anachokwambia. Kwenye kufungwa kupo lakini kwenye kufungwa kuna kujifunza. Ndio hicho. Kwenye kushinda kuna kujifunza. Kwa Veins inaweza kaingia. Kama waliweza kwenda na Dar City ile ilikuwa very beautiful match the other week. Za chini ile mechi ya Veins na Pazi kulikuwa na kisasi. Kulikuwa kisasi. Wewe mpenzi mtazamaji, hii kisasi babu cha mchezaji. Bwana, hii issue itaongea kwenye za chini ya kapeti, chini ya bonnet kwenye kota ya 4. Bwana, babu Veins imeingia na wewe tulia za chini ya bonnet. Ndio msimu wake kwanza Veins. Ndio tulia sasa hapo sio bwana. Usiende mbali. Story nzima ipo kwenye kota ya 4. Bwana, show ni Basketball Science. Usisahau kusubscribe, kufollow na kucomment na kulike na kushare. Bwana, comment yako ni muhimu sana bwana. Bwana, tuingie kota ya 4. Ukimtoa kocha Mudi Mbwana mimi ndio nafuata. Wewe ukimtoa kocha nani anafuata wewe? Au mchezaji gani? Ukimtoa nani? Yaani wewe hapo upande wako, yaani nani unamkubali kabla ya wewe kujikubali? Kabla ya kwangu mimi? Kwa makocha au kwa nani? Kwa mtu yote kwa kwenda kikapu. Kwenda kikapu? LeBron James. Bongo baba. Wewe utaheshimiana wewe. Babu, babu anakuheshimu babu. Bora umeenda huko babu vipi? Isho kibongo bwana. Sasa sio sasa nani ambaye mpendi James? Hivi kuna mtu ambaye mpendi James hapa? Sasa babu wewe unakuheshimu babu. Nawakubali wote kabla yangu mimi sijakubali. Kama nani? Nawakubali wote, makocha wote. Basi tuanze na coach Fini basi. Namkubali coach Fini kabla yangu. Nitaka mwache kaka yako. Namkubali coach Fini, namkubali coach KB kabla yangu wote. Sasa ndugu yangu, leo za chini ya kapeti, za chini ya kapeti bwana, ni sineno hizi mbili. Bwana, wewe hivi unajua chanzo cha miaka ile nyuma wasije mzaliwa bado wale nini KILL wale ligi nini kili chanzo cha kujitoa. Unaongelea sponsor? Yule sponsor la kile chanzo cha kujitoa. Mimi London natoboa. Bwana, yule sponsor chanzo cha kujitoa, kuna timu ni ngoja kwanza. Kwani wakati ile sponsor alikuwa moto sana kama sasa anaendelea. Babu alikuwa na moto, sponsor kwa cheki. Sasa hivi sasa hivi. Tulia kwanza, sio na mambo usingo. Sasa hivi taongelea baadaye. Bwana, kuna timu ilikuwa inaitwa Chambuzi. Chambuzi. Ushaelewa Chambuzi? Chambuzi, unajua Chambuzi? Chambuzi cha nini? Cha kuku, cha bata, Chambuzi, cha ng'ombe, cha nani, cha punda, cha nani. Bwana ile timu ile cha nini ile chakao. Chakao ile. Bwana, kumbe wale walichoma jezi uwanjani, ndio timu walichoma jezi uwanjani. Kivipi? Bwana, kwa ni siku ya mechi.
Hiyo historia imeka zamani mimi nimezaliwa baba. Hiyo lini hiyo? Za chini kazi tafuta tumezaliwa bwana, tumezaliwa bwana. Tumezaliwa. Basi ndio sawa. Tulikuwa wadogo sana. Basi wadogo sana ndugu. Tulikuwa tupo kwenye game. Ndugu yangu, kuna wachezaji basket walikuwa watukutu miaka hiyo. Ambao wachezaji basket sasa hivi ni watu wakubwa. Kama unanisikia nisameni ile majina siwataji. Kwa yani ndio hivyo. Kumbe hii ipo. Mpaka sasa hivi wapo. Babu wapo. Wale makocha kwenye kubishana ishara hivi na hivi. Wakaona bwana tuchukue jezi vali tusichome. Kisa ngomvi tu. Basi tumiubishi. Ina ile chambuzi. Ina ile chambuzi. Au unaniambia vizuri hapa. Bana hiyo nje ya kamera ndo kwa disia. Nje ya kamera kwa disia kwa nanisikia hapa. Wale baada ya kuchoma zile jezi uwanjani. Mdhamini alikuwepo uwanjani. Mdhamini akasema hivi nini tena hiki Kiswahili gani huo? Basi wao ni heshima. Alafu tunataka Uswahili uwanjani. Mdhamini akaona mambo sio mengi. Baada tu indoor pale. Pale. Pembeni na uwanja taifa. Mule ile indoor ndio alichoma jezi mule ndani. Ndio bonge la gomvi likatokea. Bwana baada ya ule gomvi mdhamini aliondoka poa. Kama demu sempa hela. Ile mdhamini mwanangu. Mdhamini aliondoka kama demu wako usipompa hela babu. Nakwambia. Wewe demu usipompa na yeye shida. Mdhamini aliondoka kama demu usipompa hela. Wewe usipompa demu wako. Akaruka pa. Punde si punde. Mdhamini aonekani. Wengine akaja kinapanda kinashuka. Hivi mwanangu ngoja kwanza. Kikapu bila wadhamini mwanangu kigumu sana. Uliona kwa unaenda. Babu sana, ni kigumu sana. Kwa maana hiyo mdhamini kwa mfano kama asipofika kwenye malengo yenu nyie, maana yake inabidi malengo yake utafuata. Yes, ni lazima. Alafu nyingine ni kwamba mimi nina imani kwamba tukiwa na umoja tunaweza kupata wadhamini hata 4. Wewe unahisi inawezekana? Inawezekana bro. Bora sababu mimi hata kitendo cha kuona eti jezi timu ndio inanunua. Haitakiwi kwa hivyo. Hivi ngoja kwanza, kama kweli yule mdhamini alikuwa na moto kiasi hicho, kwa nini hawa wasio wa moto wakati standard zinazidi kubadilika? Kwa nini standards zinaenda chini baada ya kupanda juu? Yaani kwa mfano kama sasa mchezaji alikwambia kwamba zamani ilikuwa unyama. Kwa nini sasa hivi sio unyama? Au kwa nini yeye akiangalia, kwa sababu mimi naamini kipaji kinapanda. Yaani wewe usiniambia kwamba eti zamani mimi hata zamani ukiambiwa zamani walikuwa hawezi kupigia mkono wa kushoto. Kama ukiangalia mkono wa kushoto anaweza, basi wa kulia hawezi. Ila sasa hivi wachezaji karibia wote wanaweza kufanya. Nilisema nikatetea labda viongozi ni kwamba ndio wamejitafuta, wameanza sababu unasema nani? Mimi swala viongozi ili bwana Kobe. Si swala la mdhamini. Na mdhamini anaitwa nani? Sasa na viongozi. Ili swala ni la kitaifa bwana Kobe. Hii swala ni la mdhamini ili swala ni la uongozi. Lakini unajua wadhamini hiyo hapo. Wadhamini hiyo hapo. Kwa maana hiyo kama ama jamaa kitoka basi kisa tucheze. Hao viongozi. Basi kuna kwetu bwana hii show inake mimi naongea zamani. Bwana umeona hapa kuna kidogo kuna uongozi ulitoka hapa kwa uchaguzi. Hapa pakatereleka pakateketeka nini? Kiswahili ni kigumu. Haya sisi kwamba tunawachukulia poa viongozi. Ndio. Lakini naongelea kwamba standards za basketball inabidi ziwe zinajitegemea. For sure. Na lazima iwe na yake. Na era nzuri ambayo inawezekana kabisa. Au unaonaje? Kama wakati yule, kwa maana hiyo viongozi wakati wale walikuwa ni bora kuliko viongozi wa sasa, wanataka kusema. Sasa hivi ndio unachokimaanisha. Viongozi sasa hivi ni bora zaidi. Kama wakati yule kwamba eti kwa sababu waliweza kumleta huyo wale sio kwamba viongozi ndio walimleta. Ndio unachomaanisha hicho. Ndio unachomaanisha. Yule nani yeye mwenyewe alikuja sababu yeye mwenyewe alikuwa ni mchezaji basketball unasikia. Za ndani. Kwa hiyo akasema bwana, kwa sababu mimi na mtu fulani hapa na hapa sisi tunaingia mazima. Na walikuwa na moyo. Wewe unapata watu hivi. Sasa tu hivi sasa wewe unaweza kuwa na moyo sasa ila mimi sasa mimi kaangalia hela napataje. Mimi si ilivyo hivyo ndugu yangu. Tusifunge macho bwana. Ni sana mapenzi ya zamani. Zamani ile demo au ngoja kwanza. Sisi kwanza nini vile kwa mfano hai. Hao majamaa kwani watu ambao wanasema michezo kwani ndo sehemu yao kunaniliwa. Au tuendelee kipindi changu siku. Kwa sababu mimi naamini wachezaji wana kazi nje ya kikapu. Sio wote. Sio wote. Kuna wengi sio wote kikapu kinalipa. Babu 60% wote wa basketball. Wani watu wasema wanapenda au ndo sehemu pekee ambao ndio ninachomaanisha. Mfano mdogo hapa walichelewa kuipa hela zao. Wachezaji wengi walikuwa wanaishi maisha shida sana wakati.
Kwa maana hiyo pia hata viongozi ni the same kwani? Wewe si nini? Kuna mtu amekaa bure pale. Wewe si kwanza amekaa bure, lakini kwamba lazima kuna mtu anaingia baba. Hamna biashara sio na faida. Ni lazima kuna. Unahisi kwamba inafanana na wachezaji? Naingia. Nahisi zaidi. Nahisi zaidi. Ni video hivyo sasa. Sasa sababu mimi kule nimefichwa. Hata vikao vyao mimi waniiti, lakini inabidi mimi niite vikao vyenu. Sababu kidogo mimi kidogo najibadilishaga. Unaelewa? Kwa hiyo ndugu yangu, mimi ninachomaanisha ni kwamba tu wachezaji inabidi wao wanapata hela ya kutosha zaidi, kwa sababu kwanza wao ndo wanaotumia nguvu nyingi zaidi. Wao tunatumia nguvu. Ingewezekana wachezaji walipo hela nyingi kushinda na makocha. Kocha kwenye game zile bonus wangepata 50-50. Kwani ngoja kwanza, makocha wanapata hela nyingi zaidi kwenye bonus. Na hisi hela ni ile inaingia. Hela makocha na ile. Ila makocha hata kama makocha teams inalipa makocha wazuri. Kwa nini makocha wasio wanapata 50-50? Unajua shida kwenye makocha ni nini? Mimi nawatetea. Unajua makocha sio kama wachezaji. Ile ni kibarua chake. Yaani kwamba yeye day in day out lazima aje mazoezi. Sawa, lakini naye analipo. Wote wanalipo lakini. Sawa, lakini wachezaji kwenye day in day out waga yamend vizuri. Unasikia? Au wanayamend vizuri? Nisikia kwa bigi moja. Mimi siku coach Kobe ukisikia habari nimekuwa kiongozi mkubwa kwenye basketball. Naongea hivi hapa zawadi. Ni katu ya 50% iende kwa wachezaji. Iende kwenye kwa upande wa shirikisho la wachezaji. Kwa wachezaji kuna nani yao unajua. Hivi shirikisho ile wanazoga kuna hela zinapita zinakuja kwa wachezaji bwana. Ile shirikisho ile si ni kwamba wachezaji ndio kwa mimi ninavyojua hata kwenye organization ya mbele wachezaji kwenye timu zao wanakatwa ndio zinaga. Sasa kwa hapa hivi hajajaji. Sisi vitu bado hajafikia huko. Sisi bado hajafikia huko. Sisi bado kasi 5 sisi moja. Sisi hajafikia huko bado. Ndio inaenda kwa organization ya wachezaji. Hapa sisi organization ya wachezaji ipo. Yaani inabidi tu hapo ile yenyewe inaendeshwa na rais ndio Evans. Inaendeshwa na nani? Makamu wa rais ndio coach nani? Anasema nani imeanzishwa na sisi wachezaji wenyewe au wachezaji wenyewe? Yes. Imeanzishwa. Of course. Umeelewa? Ni jambo zuri baadaye walioanzisha. Ni sana. Lakini ningependa niliona ilikuwa inafanya kazi. Kwanza mimi nataka niwatetea, kuna wachezaji ambao wenyewe kuanzia mchezaji wa 8 mpaka wa 12 mpaka wa 15. Ndio ambao gasani kama wanapewaga chochote kitu. Hawapewi. Utoa ni machache sana, sababu kuna wengine first 5 mpaka 7 hawanaga shida. Kuna shida kama ikiwepo inakuwa ya. Wanaopata hela ni kuanzia first 5, yaani wote 12. Mimi naongelea kwenye maisha. Kwenye maisha huku duniani. Sasa tukirudi duniani. Acha na local bonus. Basi nimekuelewa. Sasa tukiachana na local bonus huku duniani, wachezaji wale ambao vimbele au vihelehele wale wanapewa tu nauli au sababu wapewi. Kwani wao ndio unaitwa vihelehele? Sababu wewe maana yake utakiwi unajipeleka tu. Wala sisi vihelehele. Ngoja kwanza. Kwani wewe unaitwa vihelehele kwanza? Sababu wewe ushaona ulipwi. Unapewa nauli ila bonti umemaliza au njoo tunyebia tumalize. Sasa si nepi. Maana yake ni kihelehele. Ungekuwa na thamani au thamani hiyo. Kumbuka wewe mchezaji, kumbuka. Sema hivi. Sasa huyo kihelehele bwana tuongee kidogo. Hapana, mimi siwezi kukubali. Unajua kwa sababu gani? Wewe mchezaji ambao unamwona wewe kwanza tena hata sio wa 8, tuseme wa 10. Yaani wale ambao wanabadilishana jezi wa 10 mpaka wa 14. Nisikilize wachezaji mara nyingi sana ni kuanzia wa 9. Mara nyingi yeye ni mchezaji wa 7. Ndio maana nakwambia hivi. 7 au 8. Tuseme kama kuna kocha ni anawapendelea wachezaji. Tuseme kuanzia wa 10. Kwani waga ni kusajili waga ni 20 au sio kupunguza 15? Ni 20. 20. Wale ambao wanapaga huko, ambao wana leo usivae jezi, leo vaa jezi. Leo usivae jezi, leo vaa jezi. Wale kumbuka hapo kwenye transition mode. Kwenye miaka miwili mitatu wenyewe ndio hawaga first 5 wao. Sawa. Ya miaka miwili mitatu. Ana umri kiasi gani? Ana umri kiasi gani mpaka miaka miwili mitatu? Yaani kwamba wale waga kawaida waga wadogo. Sio wote. Sio wote of course. Lakini wengi sana kumbuka basketball ina wachezaji wengi ambao ni wale. Mfano mdogo. Naomba nisikie. Tungie tule kweli. Hiki kizazi cha Evans kikiondoka. Unasi kizazi cha chini kinachokuja kitaamini the most of it. Hiyo topic mwanangu inabidi tuiongelee kwa upana sana. Hiyo Evans hicho kizazi cha kwanza kabisa kimegoma kuretire. Na kiwezi kuretire. Hivi wana damu za mavazi kwa Evans azeka kabisa hiyo. Wewe mwana Evans kazeka?
Namuona Babu mpaka leo anacheza ndugu yangu. Eliki ni usiseme kama kawaida. Yaani na tunaongea hivi kwamba tunakuwa kusifia. Tunao. Ndio kusifia. Hawazeki yeye. Unaona lakini kuna of course kama wewe upo kwenye hata serikalini au tu kwenye ukuaji, unajua hata duniani ukimwona mzee ana miaka 60 anataka kustaafu, kuna kitu kiko sawa. Either kuna mshindo aliupiga mwingi au alidanganya yeye kuna sisi kwanza ndugu yangu hivi hapo hivi wasaji wetu ile miaka walioiandika kwenye usajili ni kweli ya kwao. Sasa kuuliza huko tusiende kwani siende sababu mimi nimeona, nilikuwa na juzi naangalia zile roster zao, naona kuna mtu namjua mimi basket, mimi naingia kikapu, yeye ana shine afu leo hizi na mimi nimemzidi miaka 5. Ndio sasa nisikize, ndio nimemzidi miaka 5. Sasa ndio mimi nimeingia nikiwa mtoto, unashindana na makaratasi unashindana na makaratasi, watu ambao wameingia kwenye basketball wakiwa watoto, mimi mmoja wapo. Unashindana na makaratasi unashindana na makaratasi. Tufikie huko. Hatuwezi fikia. Tunaomba ule mtambo ukupima umri. Uweke pale na nini pale. Ila sikiliza, shida inakuja hapo kwamba yani kuna swala kwamba kuna watu hawawezi wakaritaya kwa sababu ya kwamba ya mapenzi. Yaani kwamba cha kwanza kabisa hiyo ndio labda tusemeke kupata hela, lakini kingine ni kwamba anaupenda mchezo. Kuna ile ya mapenzi, yani kwamba sasa nikiacha nitafanya nini? Hata ukiangalia mbele watu wanateseka sana hicho kitu. Ni kweli sio uongo. Ni kweli tutazungumza kwenye kuacha mchezo. Si ndio? Ni kweli. Lakini pia kwenye uhalisia sasa, sisi kama jamii hatuko tayari kuachia. Yaani sasa ukiachia unamwachana tunaongelea kweli au sio? Kwa mfano kama labda timu yote kubwa. Hao watu waga hapo tu. Wapo. Yaani timu inajisikia vizuri zaidi tukiwa mkongwe wakiwepo, yani kwamba hawa kuna mechi fani kubwa anaweza katukomboa. Kwa maana sisi hapa kama wewe hauhisi kama uwepo wa wakongwe ndio sometimes ndio wanachangia? Ndio, ni kweli wanachangia timu zingine kutokufanya vizuri. Yes of course, sababu na inawezekana wanaongoza kwa mistakes, lakini ndio nasemaje, hata kwa mfano labda niongelee mfano wa Alipua sio mkongwe, lakini tunaongelea mfano wake kwamba jinsi watu walivyokuwa kwenye mapokezi, yani kwamba haikuwa rahisi kiasi hicho kupokelewa kwamba yeye ndo timu. Yes, ni kweli. Unanielewa? Yaani kwa kote, kwa mashabiki, viongozi, whatever the case, haikuwa rahisi kwamba ni juhudi binafsi, ni kwa nguvu sana. Ndio kitu ambacho ninakwambia kwamba mabigi na kitu ambacho wanakikosa kuforce mambo. Kwa sababu sema umeongea swala Alipua hapo bwana, yeye dogo na juhudi binafsi ndio tunashaje ambacho sasa hicho si tukiongelea leo, lakini sikiliza hii naongelea ambao ni fact. Hivi ushaka na Pemba au labda mimi nimesoma yani wa Pemba wa Arabu, kuna confidence fulani hivi waga nayo ambao watoto wa Tanzania hatuna. Sio kama ulishawahi ku notice hiyo. Kweli sio uongo. Utakuta kama ni shule utakuta wenyewe ndio migomvi, yani utakuta yani kuna kitu waga kinakaga tu. Ambao sasa hiyo ni kitu ambacho udogoni liko ni jao. Ila huko kwenye kutafuta huko lazima uforce mambo. Huko kwenye kutafuta mwanangu, bila hiyo trait utoboi. Bwana, tukijana na hiyo mada nyingine za chini inaendelea ya pili. Bwana, za chini nyingine ya pili bwana, ndugu yangu bwana, ile swala la Pazi na Venzi. Kwa nini nilikwambia ni mechi ya kibifu? Bwana, kuna mchezaji yule anaitwa Ishiraki. Yule Mzanzibar, ni yule Mzanzibar Mpemba yule. Shuda mzuri sana yule. Bwana yule anajua sana. Yule sana. Hata stroke yake bongo na stroke. Yule mchezaji si alikuwa anachezea Pazi msimu uliopita. Sasa msimu huu umemsajili akaona aondoke. Mbona anacheza Venzi? Ndio story na kuanzia hapo. Tulia. Tulia nikupashe habari ni lolote wewe. Bwana, nikusajiliwa yeye kama sijiji Venzi. Kumbe ndugu yangu kuna vile leo anafanya? Akusajili. Yeye makusudi hao alikuwa hajui. Sijui kwa pande wao ni nini. Lakini kwa hiyo ligi inaanza ilikuwa huko na huko. Picha zote hizo. Sasa hivi zipo huko na huko. Kama yule mchezaji alikuwa amesajiliwa Savio na akasajiliwa Steini. Sio maana Steini yenyewe. Kuna mchezaji walimsaini na mchezaji huyo. Na hisi waga mimi nahisi kuna mmoja waga anajua
lakini inabidi afanye vile ili apate ubishi tu basi. Sio ubishi, ili apate haki zake. Sasa kwa sababu aje shilingi babu kama sio 2,200 ambayo ndio transfer fee babu apata huko mwenye unaweza kujilipia. Sasa kwa nini muhimu bro? Kwa ligi yetu ambapo kuna wachezaji alipo unakuta laki anachukua mchezaji, laki anachukua timu, 50,000 inayotoa usajili. Usajili cha maana. Hela nyingi hapo. Babu unasema hela nyingi bwana. Sawa. Sisi kwa generation ya. Kwa ndugu yangu, kwa hiyo mchezaji akagoma, mimi mchezaji wa nini? Mimi si wa Venzi. Si umeelewa? Sio mchezaji wa Venzi. Kwa pili kwa juu, huyu si mchezaji wetu. By the way, ni hapo kwa nilikuwa naomba niongee kitu kingine. Hivi wachezaji hawana mikataba? Mpaka mchezaji anashinda kwenda sehemu na makaratasi yake kwa kujitetea. Hilo swali zuri. Na jambo jingine, iweke system, mchezaji kama timu ameichoka, au anaweza kufanya transfer aondoke muda wote. Kwa mimi narudia tena. Sio narudia tena. Hichi ni kitu ambacho nilibakisha kuambiaga huko. Mimi nahisi kuna taratibu za ligi ambazo zipo. Ndio zipo. Lakini sio za makaratasi. Hasa hizo zinanyima sana haki watu wengi sana. Kama haujui tunauliza. Kwa bwana wewe, mimi mwakani naondoka au labda lakini pia rais timu zinazingua kwa sababu gani? Kama wewe mtu fulani utamtumia, kwa nini usimwambie mapema? Kama wewe tuko na wewe au kama kwa yeye makao umecheza vizuri sana. Unajua timu nyingi sana zikimaliza season kama zinakuwa wamequit. Kama watu hapo mdogo. Na mtu anategemea nikirudi nitakuwa na mtu fulani. Kumbe mjui leo tumetoka anatafuta maisha. Tayari na yeye ni mtafutaji. Vijana na njaa. Yeye anatafuta maisha bwana, tuacheni hizo habari. Bwana na Afrika sio kwa nini na kwa hivyo. Na hilo jambo ni kwa upande wa wachezaji tu na sio kwa upande wa makocha. Hamna ni kocha. Wewe shasi ya kocha baada ya kuondoka mambo kali. Kwani kocha sasa? Na sasa makocha wengi ni watu wazima ndio maana. Kwani kocha hivyo gawa tu kocha kwa sababu yao mikataba au wanalipwa kwenye season peke yake au wanalipwa mwaka mzima? Kwa season mwaka mzima nayo nenda kwa mwaka mzima babu na nani anaitimia. Kwa maana hiyo makocha na wenyewe waga wana timu mpaka msimu kisha tu mambo hamna. Kama hamna viwanja vya kulipiwa, hamna mtu analipwa gym hapo wapi. But unless timu iwe na hela, timu iwe na. Tunaongelea kuhusu hapa timu zipi? Timu zote. Yaani kwa timu nyingi ambazo mimi nazifahamu. Season ikisha naye ameisha. Au labda kama kuna mkataba maybe. Sio naongelea ni mkataba ni huo wa miezi. Kwamba tukisema kama mkataba wa miaka miwili labda au mwaka. Ni kwa maana yake ni kwenye season ile. Yeah. Sio kwamba yani ni throughout the year. Labda kama kuna baadhi ya timu zinafanya hivyo. Kwa ni kama vile wewe kwa mimi nanunua miaka yako miwili ya season, so miaka ya muda ambao utakaa. Alafu pia hivi mchezaji kimia uwanjani ni majukumu ya nani? Mchezaji kimia uwanjani majukumu ni ya kwake na timu yake. Ya kwake nani? Yeye mchezaji na timu yake ndio kapteni. So shirikisho. Sio shirikisho. Ni majukumu ya timu au ni kuja mchezaji? Babu, mchezaji ameshakujika. Ameshaumia. Timu yake. By the way, hamna insurance ya timu unajua. Kwa hiyo sio kuna insurance ya timu. Afio kitu mwanangu babu kibaya sana kinaumiza sana. Nataka kuileta hiyo. Kwa nini wachezaji hawana insurance? Jamani. Sio hivi bwana. Hivi pila sio nazo hizo. Pila nazo. Nasema hivyo vitu yani. Hivyo ni vitu tangible sana ambavyo tunaviona kama vile ni vitu vya kawaida lakini ndio kwa hapo kwa ushauri wangu kwa mfano hata ligi ikiamua ipate mdhamini wa upande hospitali yote inawezekana hata bilioni moja ile hospitali inajitangaza inawezekana kwa bango lake pale si ndio wadhamini au hawana maono wanaoongoza vilabu na ligi na generation na kizazi hiki chote. Sijajua sababu nishano hapa kwa na klabu fulani ilikuwa na kipindi cha likizo hapa katikati kwa na ligi mdhamini kuna mdhamini mmoja hospitali aliweza kufanya hicho kitu mpaka ambulance pale kaja kuja naiona lakini nikaligi tu cha muda mwezi mmoja alifanyisha hayo jambo. Yes of course lakini kashaanza kama ndio sasa sio baba kuna mawasiliano ambayo kwa tunafanya kazi vizuri au shida ni nini? Bwana bwana show ni basketball show ni Naked Hoops baba mzazi ni basketball science. Mimi ni coach Kobe the best coach in the town bwana. Nilikuwa mgeni hivyo wewe ni mgeni au nyumbani hapa? Si tupo. Bwana mgeni kabisa siku moja kama kwa mia mazima. Bwana leo nikushauri sana kwa siku leo. Shokari mwanangu, shokari mwanangu. Unafanya kazi nzuri bwana. Unafanya kazi nzuri and I hope watu wana appreciate kitu unachofanya. Kizuri nataka tufike tunapotaka kufika. Yeah man. Nimejaribu kutembea kwenye
sehemu nyingi sana nimeona basketball yangu inafika kiasi gani, nikasema tumechelewa. Lakini pia mwanangu, yani inabidi hizi ziwe nyingi. Kwa hiyo yani hata wewe mwenyewe kwa mfano kama watu wanataka kufanya kazi na wewe, wape tips, yani usiwe mchoyo. Wape tips. Nafanya na hapa sema kizuri au kibaya kwamba watu mimi hawaamini. Watu mimi au wanavimba. Watu mimi mwanzoni walikuwa wanahisi mimi ni mchekeshaji. Yes. Au mchekeshaji wewe? Mimi. Kwa mimi nilikuwa nani Bambo? Hapa ndo labda sisi tunafanana. Sasa sisi kama mimi Bambo ndio kwa nani? Mimi ni kwamba mimi kwa ajili ya kikapu. Mimi nakata kikapu. Sawa basi Saddam Hussein kikapu. Bwana, show ni Naked Hoops, baba mzazi ni Basketball Science. Usisahau kutufollow kwenye mitandao ya kijamii. Ukienda TikTok search Basketball Science TZ, ukienda Instagram andika Basketball Science TZ na andika Naked Hoops podcast. Bwana nilikuwa na kiongozi wangu hapa, Baga Kimishi, ni mdau mkubwa sana na ni mchezaji. Bwana, waage mashabiki zako. Tutaendelea kwa pamoja. Ndio tumefika hapa na I hope safari itaishia hapa. Kwa hiyo tuko afua mwanangu kwa hivi hizi yeye ngalipo na sio kuna watu wanapewa masa wachezaji. Funga maji. Sikia kuna watu wanapewa zile hela. Sasa wachezaji kuna mtu anaandika majina sasa hivi anakaa anacheza sasa chini. Na buze chini kuna mtu anaonekana anacheza timu mbili. Mambo ya ndani. Ngoja kwanza. Nini? Nishamaliza show jamani. Hizo za ndani za chini ya kapeti nakupa. Sio hiyo ni chini ya choo. Shauri yako. Kwa heri. Mbona kama watu wanapigwa? Hiyo unajua wewe.